Lakini Daudi mtoto mdogo sana akamuua Goliathi. Na kumuua na kitu kingine, amemuua na jiwe lile ambalo lina uwezo wa kuua tu ndege. Sio lina uwezo wa kumuua mwanadamu. Sababu hata mimi kisi nilivyo hapa, usimame pale ulipige jiwe la kawaida, kama lile jiwe hamuna nguvu fulani, nitaumia tu, lakini hawezi nikaniangamiza mpaka nikufe. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa mimi nataka mimi na wewe tutafakari mchana wa leo, mlile jiwe mlikuwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Lile jiwe mlikuwa nguvu gani mpaka nipige mtu? Biblia inasema kwamba alikuwa mrefu, sivyo mita kama 3 upana, anajaa hapa kwenye madhabahu. Lakini huyu alianguka na jiwe moja, sio 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi ni mtoto wa Yesu, na alienda kwenye shamba la vita, si kwamba alikuwa anakusudia kwenda kupigana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye alienda kwa niaba ya kwenda angalia ndugu zake. Lakini kama unavyojua, Goliathi alisimama siku 39 iko anatukana Israeli. Na kukuonekana mtu. Sababu ya nini kukuonekana mtu? Goliathi ni watu walijifunza vita ya kupigana mtu kwa mtu, face to face, uso kwa uso, watu wawili wasimame. Sababu alikuwa anawaambia, kama mko wanaume na nyinyi unasema mko taifa la Mungu, chagueni basi mtu mmoja aje apigane na mimi. Bwana Yesu atusaidie sana. Biblia inasema kwamba walifanya siku 39, hakuna aliyejitokeza. Bwana Yesu atusaidie sana. Na azali ninaweza nikaenda hivi, nitaenda kwenye mafunuo mengi na tunaweza tukamate muda. Lakini nataka tuangalie siri kuu iliyofichama katika jiwe la Daudi. Biblia tuliposoma kwenye ile verse ya 40, kwa sababu hapa ndio kuna undani, hata kama tumesoma mistari kadhaa wa kadha, lakini andiko letu kabisa linabeba ujumbe wetu, ni lile andiko la 40 ambalo linasema hivi: Daudi akachukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini 5 katika kijito cha maji, akayatia katika mfuko wa kichungaji aliyokuwa nao, maana ni mkoba wake, na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake, akamkaribia yule Mfilisti. Maandiko yanashuhudia kwamba kipindi Daudi tayari alishajua baada ya kumuua Goliathi kutakuwa nini. Alivaa ujasiri wa kusema, mimi nitaenda kupigana na mtu. Kama unavyojua, ni kitu ambacho kilishangaza hata ndugu zake wa Daudi. Bwana Yesu atusaidie sana. Wasema haiwezekani. Wewe tunajua jeuri yako, ulitumwa, lakini huko nyuma unaacha kondoo. Huyu mtu acha kutukane tu. Unajua kuna watu wengine waishazoea mazoea, hata asikie habari mtumishi kama watumishi wa Mungu wanatukana, yeye anaona kwamba ni kawaida. Hata asikie sehemu kwenye wanamkana Yesu, wanatukana Yesu, yeye ashachukua mambo yote ni kawaida. Lakini Daudi anaanza kuuliza, hivi mpaka huyu mtu asiyetahiriwa atukane taifa la Mungu, na mpaka hivi taifa la Mungu siku 39 wananyamaza, atafanywa nini? Wakamwambia kwamba hapa kama ni mshahara, kulishawekwa mshahara pale, lakini hakuna mtu aliyeweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikwambia wewe unayenisikiliza hapa, usiingie mvita ambavyo unajua mwisho wa hivi vita utakuwa nini. Bwana Yesu asifiwe sana.
Hata mahusiano, usikubali kuingia mahusiano kama hiyo mahusiano hujue mwisho kutakuwa nini. Mimi mara nyingi sana hata kanisani kwetu huwa nafundisha vijana wangu. Zaidi mabinti sana. Kijana sikudanganya, asikwambie kwamba nakupenda. Nyuma ya kupenda, umwambie unanipenda tutafanya nini? Ujue mwisho uko nini. Amen, amen. Hata Petro kwa kumfuata Yesu alisema kwamba haiwezekani. Sitaendelea kuwa nyuma kila siku ya wewe bachelor. Lazima uniambie nyuma ya hii kazi kutakuwa nini. Amen, amen. Daudi naye hakukubali, hakuwa tayari kuingia kwenye vita, hayajua kutakuwa nini faida yake. Biblia inasema kwamba alipojua kuna faida, alisimama aende kupigana na Mfilisti. Na alivalishwa mavazi, lakini akasema haya mavazi siyazoea. Nitaenda na yale ambayo ninazoea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wewe kama vile mtu wa Mungu, tumia ile yenyewe ulipewa. Tumia karama yenyewe ulipewa. Usitumie karama ya mtu mwingine. Umeitwa uwe nabii, bakia uwe nabii. Usikuje mpaka sasa nitakuwa mchungaji. Kama ni mwombaji, bakia tu mwombaji. Usema hapana, mimi nishaomba siku nyingi sana, nitakuwa sasa askofu. Hapana. Kwa Mungu hakuna malipo ya namna hii. Mtu analipa kulingana na kile ambacho Mungu alikupatia kama utakitendea kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia inasema nini? Biblia inasema kwamba Daudi akasogea karibu na Mfilisti. Na katikati yao kulikuwa kijito cha maji. Akaokota mawe 5 yaliyokuwa ndani ya kijito. Na alipookota yale mawe 5, Biblia haijatuambia kwamba aliweka jiwe kwenye kombeo ama kwenye manati. Alikamata jiwe akaweka yale mawe yote 5 kwenye mkoba wa mchungaji, kwenye ndaa. Kiswahili inaita ndaa ya mchungaji. Wale ambao waliishi na wachungaji wanajua wachungaji huwa wana mikoba yao, huwa wanabebaka mikoba. Bwana Yesu atusaidie sana. Daudi hajaokota mawe na kuanza kuitumia. Aliokota mawe na kuyatia ndani ya ndaa. Ili mawe yaende kuwa na siri kubwa. Sikiliza sasa nikwambie. Ili jiwe la Daudi liwe na nguvu, bila kuyumba, bila kuteleza, yeye na precision mpaka kwenye goli la jicho la Goliath, ni kwa sababu Daudi aliogota jiwe akaitia kwanza ndani ya ndaa. Ndaa una nini? Ndaa una joto. Mawe yaliyoogotwa ndani ya maji yasingaliwekwa. Musa ameogotwa wapi? Musa ameogotwa ndani ya ndoo, ndani ya maji. Lakini ili awe Musa, mpaka afikie kukomboa taifa la Israeli, alikaa kwenye miguu ya nani? Kwenye miguu ya watumishi wengine. Akawa mtumishi wa Koani Yethro. Wewe leo ndio unakutana na Mungu. Leo wewe unatengeneza chumba cha maombi. Leo unaambia watu waanze kuja, hawatakuja na makita, utaponyoka. Huku unafanya jambo biashara, haujapitwa kufanya hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulia. Musa mpaka Mungu utachunga taifa langu. Alijifunza kwanza kuchunga kondoo. Wewe hawachungaga hata kuku, utafunga watu wale. Sema Mungu wakati anafanya mizaa cha Daudi ili mpaka achaguliwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Daudi ili mpaka achaguliwe awe mfalme wa kuchunga watu, alikuwa mchungaji wa kondoo. Wewe unakaa hata kwako. Na inawezekana uko na kuku kuishi na takaka wao mtu wake. Sasa utalinda watu wale, utachunga watu wale. Jifunze kwanza kuchunga bata zako, sio tunalala kwa jirani. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini tunaweza tukaangalia mtu mwingine, Samuel.
Naongea na Samuel. Bwana Yesu asifiwe sana. Samuel ili awe mwamuzi, sikiliza. Awe mwamuzi, tena nani? Tena nabii, tena nani? Tena kuhani katika Israeli. Iko na kofia tatu ndani ya Israeli. Zenye watu wengine wakuzipata. Samuel. Ili awe Samuel, alitumia kwenye miguu ya nani? Kwenye miguu ya Eli. Samuel alikuwa anajua kisi wanamtikia kama Mungu. Lakini aliyemfunza kumtikia Mungu ni nani? Eli. Jina la Baba libarikiwe sana. Sasa utajiuliza, Eli hakuwa na watoto? Eli hakuwa na watoto? Kwa nini wao hawakupata kitu kutoka kwa Eli? Ni kwa sababu ya nini? Walikuwa maibovu wale watoto. Walikuwa watumii kwenye miguu ya Eli. Huduma haiko kwa sababu nilizaliwa na fulani. Huduma inaendana na jinsi ulilelewa. Sijui kama mtu mmoja atanielewa hapa. Huduma haiendi kwa sababu nilizaliwa na fulani, lakini huduma ili fanikiwe ulilelewa na nani? Sababu unaweza kuzaliwe na Eli lakini usilelewe na Eli. Eli alizaa watoto. Walikufa wako na Mungu. Lakini Samuel, ijapokuwa hakuwa mtoto wa Eli, alijua kunyenyekea chini ya miguu ya mchungaji Eli. Amwambie wanaongea na Mungu namna gani. Sio wewe unaota ndoto leo unakuwa nabii. Sababu unaota ndoto. Chote kinachanganya watu wengi hapa Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ili waende mbali katika huduma zao. Hivi hawajamaliza, ndio wanaanza. Lazima wakae tena na watu wa Mungu. Waambie Mungu anapeleka hivi, anasemaka hivi, anasemaka hivi, anasemaka hivi. Amen. Nilimuuliza mwanangu Samuel nilipokuwa ninamfundisha somo la uongozi wakati yuko hapa ndani ya miezi 3. Mwanangu, ukitoka hapa na wewe unafanya nini? Unafungua chumba? Si baba, mimi Mungu ataniambia habari ya chumba. Unasikia? Si baba, mimi na chumba wapi? Mungu ataniambia habari ya chumba. Mungu amenituma ili mimi niwe mhubiri. Nitangazie watu kweli wa neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ili uende mbali lazima ukae katika ndaa. Shida ya ndaa zingine za wachungaji nazo zina maji. Nataka na watu wao wakauke. Biblia inasema tunapanda kile kile tuko nacho. Petro anasema nini kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 6? Asema mimi sina dhahabu wala pesa, lakini kile kile niko nacho ndio nitakupa. Wao wanapatia watoto wako na wapatia nini? Ndaa zingine za wachungaji nazo ziko nyekunyeku, hazikauki zenyewe. Sasa ukikaa ile ndaa utakaa miaka hujakauka. Unadhani makosa tutakosuta. Lazima na sisi wachungaji tujikosoe. Sisi tumekuwa sababu ya watu wengine ambao wanakutana na Mungu kushindwa kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nataka niulize swali. Hivi kipindi Mungu anaongea na Samueli, akaja mara ya kwanza Samueli. Samueli aliitika, alikubali. Alikuwa anataka kuitikia? Aliyemwambia anaitika hivi ni nani? Mungu alikuwa anasubiri nini ili amwambie? Mungu alikuwa anasubiri Samueli ajue kisi anamwitikia Mungu. Amen, amen. Unaweza kaisha na Mungu lakini unajua kuitikia Mungu. Amen, amen. Unaweza kama unasikia sauti ya Mungu lakini unajua kisi anamwitikia Mungu. Na mwenyewe atakwambia kisi anamwitikia Mungu. Ni Eli. Eli wako ni nani? Sasa Eli akiwa na ndaa yenye kuwa na unyevu yenye majimaji hautakauka. Lazima Eli naye awe mtu mzuri. Tuko pamoja jamani? Eli naye lazima uongoze uwe chini ya mtu mzuri mwenye anajua neno la Mungu. Kuna
watumishi wengine ukilelewa naye wakati hana neno la Mungu, yeye atakupatia nini kinyana nacho? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yeye hana mafunuo, atakupatia mafunuo gani? Hata kama mnatenda kuangalia, baba nililala nikaota hivi hawa ni mwana. Baba ni usiku. Unayo depo wewe depo usiku. Hapana, ni ndani na depo. Amen amen. Amen amen. Kuna vitu vingine lazima ukutane na watu wa Mungu wenyewe wanaelewa kitu Mungu anaongeaka, ili wewe mtu wa Mungu uendelee kutegemea. Na ndio maana Biblia inasema hivi, akawafanya wamoja kuwa mitume, wengine kwa kusudi akafanya wamoja kuwa mitume, wengine mchungaji akafanya wamoja, angalia, wamoja kuwa mitume, wa pili manabii, watatu wainjilisti, wanne huyu mwenye baraka bado huyu sio mchungaji, watano walimu, kwa kusudi la kufanya nini? La kukamilisha ile mwili wa Kristo. Na kama watakatifu wako wanakamilisha, yani wako wale ikiwa kuna nafasi ya kukamilisha watakatifu, yani watakatifu kabla hawatakaa miguuni kwa hizi huduma tano hawatakamilika, na wenyewe watakamilisha ni zile huduma tano ziko kanisani. Mungu akikamilisha, yani hatakuwa sawa, hajaenea. Ndio anasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Watakatifu ni nani? Watakatifu ni wale ambao Mungu anakutana nao. Lakini wale ambao Mungu anakutana nao, wakutane na walimu wazuri, wakutane na mitume wazuri, wakutane na manabii wazuri, wakutane na walimu na wachungaji wazuri. La sivyo wanatereza, la sivyo wanayumba katika huduma. Huduma zinakosa mafanikio kwa sababu zimeshindwa kulelewa vizuri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukiona, unajua mimi nilikuwa naongea na ndugu yangu hapa, wakati wote anakuta baba tunashukuru. Mimi nasema mimi uweza kushukuru mzuri, kwa sababu wewe umenilindia mtoto yako. Unajua mtu akiingia mkutao muda wa miezi 3, wengine kama hakuja anachanganyikiwa pale, yaani alikutana na mtu mwenyewe alimlea vizuri. Wengine katika utao wako wanatoka kama vile wako nusu kwa chizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona mtu hata kutembea tena vizuri. Roho ndio inaweza kuwa wewe watu kutembea sawa mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuambiane kweli. Roho Mungu ndio anatuma mtu mbarabara kwenda na kuwa mwenyewe. Ula tawa tunde kwa lugha tu ngine. Tatizo ni nini? Hakuna walimu katika nyangusu wa kulea watoto. Bwana Yesu asifiwe. Paulo, ili awe Paulo, aitwe nabii wa mataifa, aitwe mtume wa mataifa, alikutana na Mungu, lakini alikuwa hajakamilika. Mungu alimkamilisha kupitia nani? Kupitia Anania. Lakini baada ya kukamilika, ukiangalia Paulo amekutana na Mungu, amekutana na Bwana Yesu kwenye sura ya 9, kwenye sura ya 13 ndio wako maombi. Ndio Roho anakuja anasema hivi, nitengeeni Paulo na Barnaba kwa kadri niliyofanya nini? Niliyowaitia. Muda wote anafanya nini? Alikuwa anakaushwa. Watumishi wengi hawakauka, wapendi kukauka. Ndio umeongea, umekutana na Mungu, lakini je, Mungu amekuambia nini? Umetulia, umekaa kwenye miguu ya wachungaji, umekaa
utakubaliana na mimi. Mabinti zetu hata siku hizi huko mnaona wengi wakiolewa hawakae kwenye ujumba wao, kwa sababu hakuna nyumba ya wanawake ya kuleta mashauri kama mtu ataenda kuolewa. Tuko pamoja? Hata niwaambie kitu kimoja. Nyinyi mnadhania labda pale zamani kulikuwa lologa ya wanaume tu. Hata lologa ya wanawake ilikuwaka. Hiyo labda ilikuwa kitu kwako. Hakuna mwanamke mwingine peleko kwa mwanaume. Haya ndio mwanaume anakuwa mtu gani? Kulikuwa nyumba ya wanawake ya kufunza wanawake. Wamojele wanaume ushaelewa na maana yake. Ngoma hiyo shaona vile. Mtoki wana vile endelea ngome. Amen. Wasile kwa maana yake.